Karibu kwenye bonge la movie ya siku ya leo. Huyu msichana anaitwa Betty. Betty alikuwa amemaliza ndoa miezi 6 na bwana yake. Bwana yake akamwambia tu leo niko na surprise. Akasema surprise gani niambie? Ati nataka tu ufunge macho ndio nikusurprise. Nikupatie kitu tu nimekuletea. Akasema, "Oh, kuna kitu umeniletea?" Akasema kuna kitu nimekuletea tunataka ufunge macho. Betty akafurahia sana na kufunga macho akasema, "Okay, nimeshafunga macho." Akaniambia, "Unioni?" Akasema, "Mimi sikuoni tu. Fanya ile unataka kufanya." Bwana yake tu tukaangalia hapa tukaona tu kuna mkofi ako nayo na akaanza kufungua na kumwambia, "Hebu nipatie mkono." Walikuwa kwa furaha sana. Walikuwa wanaenjoy maisha. Lakini hapa kafunga macho na kufungua kidogo tu akiwa anamwangalia. Kuna mkofi sasa alimnunulia tu na kumfungia hapa mkononi. Finya neno subscribe, share, like and comments. Alifungua macho akashtuka tu amemnunuliwa mkofi. Akamkumbatia tu akasema, "Bwana yangu mimi nakupenda." Nakupenda. Bwana akamwambia, "Na mimi tu nazidi kukupenda." Mapenzi ilianza tu kuwa tamu. Nikuulize, uliwahi tu kuingia kwenye mapenzi ikakaa kama hii? Mapenzi nao ni kitu tamu. Except kukula, mapenzi ndio inafuata ya pili bwana. Mapenzi ni kitu mzuri hapa duniani. Kama wewe upendi, moyo wako sijui iko aje. Tafuta tu mpenzi. Usikae wewe mwenyewe. Matatizo itakuwa kichwa bwana. Hapa alianza kusema harusi yetu ilikuwa mzuri sana. Akasema, "Umeiona ilikuwa mzuri. Mimi nilikuwa na dance." Finya neno subscribe, bonyeza alama ya kengele. Hapa akanjoy tu hapa nyumbani. Ni wawili tu hapa kwa hii nyumba. Wakiwa wana furaha sana. Wanafanya mapenzi, wanafanya chochote. Wanatoka nje, wanaenda kutembea, wanaogelea ndani ya maji. Kuna swimming pool hapa kwa hii nyumba. Akasema, "Okay." Sasa wakakumbatiana tu kwa upole akiwa anamwambia, "Mimi nakupenda." Akasema, "Nakupenda pia." Mapenzi ilikuwa tamu sana. Hapa akasema, "Mimi naona tu ni kama saa zimeenda. Sijui tu nikutafutie chakula." Akasema, "Chakula sahi." Akasema, "Hapo ni sawa bibi wangu." Lakini akawa anamfuatilia kila mahali. Walikuwa wanasaidiana kufanya kila kitu. Upande mwingine tukafika hapa tukaona tu Betty anaongea kwenye simu akasema, "Harusi yangu ilikuwa mzuri sana, lakini bwana yangu siku hizi anani surprise." Hadi mimi nikashangaa. Aniletea kila kitu, mikufi za maana, pochi na vitu zingine. Na hii simu naongelea sahi. Ni yeye ndio akaninunulia. Ya pesa mingi, usifikirie ni pesa kidogo. Ananipenda sana. Alikuwa tu anamsimulia nani? Rafiki yake. Akasema, "Lakini wewe unifanyia vibaya. Bwana kukuja kunisalimia hata na siku moja. Mimi nimekumisi. Wanangu namwambia kuwa mimi niko na marafiki mengi. Lakini wewe hujawahi fika hata nyumbani hapa." Na ananiuliza zile rafiki zako ulikuwa nazo wakati ulikuwa mlembo zimeenda wapi? Sasa hapo nikacheka nikakosa kitu na mujibu. Lakini kama utakuja kunisalimia itakuwa kitu mzuri sana. Rafiki yangu, akiwa kweli tu, I beg you, kuja tu basi unione. Akishamaliza kuongea na rafiki yake, alitoa simu kwenye masikio. Tukafika upande mwingine, tukamwona bwana yake alikuwa anaangalia kwenye mashini. Hapa sasa akaingia akasema, "Nimeongea tu na rafiki yangu. Akaniambia tu atakuja kunisalimia." Akakuja kumuonyesha mapicha. Akiwa amefuraha sana. Inaonekana kwa maonekano tu tunaona wanaishi kwa maisha mazuri sana. Hapa alianza kutengeneza nywele zake na kusikia kuna mwenye anakaribisha hapa akasema, "Ni nani sasa anapiga hodi?" Na anapiga hodi haraka kama hana adabu. Anapiga hodi haraka akasema, "Acha tu mimi nione tu ni nani, nimkaribishe." Alienda tu kufungua kaona ni jamaa fulani hapa, mwenye ako na mandevu, mwenye amekula bwana, mzito kabisa, ameingia tu na bagi lake. Jamaa hapa kumuona akasema, "Sasa huyu ni nani?" Akasema, "Habari." Lakini mlembo hapa kaanza kumwangalia vibaya sana akasema, "Ni kama tu anajuana." Akasema, "Rafiki yangu, mimi nimetoka huko USA. Sina kazi hata. Nimejua tu kwa umefanya harusi. Sikukusaidia kwa sababu nilikuwa shule. Lakini niko na njaa kinoma. Niko na mchoko. Nililala njiani siku 2 bwana." Akasema, "Mbona umekuja hapa bwana kuniambia tu kama unakuja hapa?" Mimi nilikuwa najua tu kwa USA." Akasema, "Hapana, wacha nitoe viatu." Alianza kutoa viatu sasa. Pande nyingine tukaona tu anapatiwa chakula. Lakini alikuwa anakula haraka. Sasa huyu mchizi na demo lake wakawa wanaangaliana tu akasema, "Huyu jamaa anakula haraka." Kijika alikuwa nayo. Alikuwa tu amekuja nayo bwana. Hakungojea tu ampatie yao. Akasema, "Hapana, yangu natumianga ndio hii." Akakunywa maji haraka akasema sasa, wakaangaliana tu wakacheka akasema, "Hii itakuwaje bwana?" "Bwana si uongee basi waongeleshe." Alikula tu haraka kwa nguvu. Akawa anasema, "Mcheni kidogo bwana." "Eti mcheni kidogo?" Akasema, Sasa walishangaa sana. Jamaa wakaanza tu kusema, "Sasa huyu jamaa nitamtunza hapa." Sasa wakanyamaza tu kimya wakamwangalia tu. Lakini akasema, "Mbona mtaki kuniongelesha? Kuna mchele mwingine? Simniletee mchele mwingine bwana. Mimi nakula chakula mingi msinione hivi mimi ni mnono hapa. Hii haiwezi nitosha bwana." Lakini wakashangaa sana.
Huyu jamaa ameingia aje sasa? Amekuja kuharibu michongo. Wakamwangalia tu ikiwa amenyamanza kimya hivi. Wakamwangalia sana, lakini jamaa anazidi tu kupandisha maneno akiwa anaongea kama amefika kwake. Akasema wakati mlifanya harusi, mimi nilikuwa USA, nilikuwa nasoma bwana. Mimi sikukuja kwa harusi yenu. Kumbe huyu jamaa ni brother wa huyu sasa mwenye amefanya harusi. Huyu ni mkubwa, ni brother mkubwa wake. Akasema brother wangu mdogo, inabidi tu umeleta mwanamke. Nitakuwa hapa bwana. Mimi nataka nikae hapa tu miezi mingi sana. Nitafute pesa, nitafute kazi. Miezi 6 wakashituka. Miezi 6 wewe utakuwa hapa? Nitakuwa hapa kwa sababu nimekuja hapa kwa ajili ya kutafuta kazi. Mimi nikipata kazi maisha itakuwa mzuri sana. Alianza kukula tu, akakula haraka. Wakasema sasa si utuongeleshe basi, useme ni nani nimekuambia tu tunaishi hapa. Jamaa akaendelea kukula na chakula, akasema hakuna tu, mimi nimejua. Akasema sasa kama utakaa hapa muda mrefu sitakubali, kwa sababu hii nyumba ni mzuri lakini ni ndogo. Sina chumba cha wageni cha kulalia. Wewe kula tu, uende utafute mwe maisha yako, lakini hasa baby hapa. Akasema hapo ndio sawa. Akasema hapana, mimi siwezi toka hapa. Si mwanamke, si wa familia. Hapana, mimi siwezi toka hapa. Mimi nimekuja kutafuta kazi bwana. Wacha nitafute kazi, nikipata ndio nitatoka hapa. Lakini akawakasirikisha sana. Jamaa kaanza kukasirika. Akasema sasa mbona unakasirika kwa nini? Nimekuambia tu mimi nimekuja hapa kutafuta kazi na sijapata hii kazi. Kwa nini unataka tu kunifukuza? Nitakuwa hapa kama miaka 2. Wakaangaliana tu, miaka mingapi? Umesema miezi 6 ukaongeza miaka 2. Akasema miaka 2 ni kitu kubwa sana. Sio kitu kubwa bwana. Unajua kupata kazi kwa hii town ni kitu ngumu bwana. Nairobi ni mbaya. Sasa unataka nifanye nini? Jamaa hapa akapagawa. Alikuwa anaishi kwa nyumba mzuri. Akasema sasa mbona hii nyumba ni mzuri? Inaonekana ni mzuri. Inaonekana tu mko na pesa. Ni vile tu unaoa sasa. Ukasema wacha tu nitafute nyumba mzuri ndio nikule honeymoon nikiwa huko, lakini pesa mfukoni hakuna. Hapa sasa akashangaa sana, akasema mbona mtaki kuniongelesha bwana? Miaka 2 ni kitu mbaya? Si mniongelesha bwana? Miaka 2 sio kitu mbaya bwana. Bwana umeshangaa sana. Wewe umeoa tu ukapata pesa, na umepata pesa wapi bwana? Na hujamaliza shule vizuri ukapata pesa ukaoa. Jamaa hapa tu amekasirika tu na kwa anamwangalia. Lakini jamaa huyu aliendelea tu na chakula. Akasema tu naona hii chakula nayo iko karibu kuisha. Sijui kama unaweza niwekea nyingine. Akasema hapana, hakuna chakula kingine. Mimi sio bibi wako. Nisikie vizuri kwa makini. Mimi sio bibi wako. Akasema ongeza tu nikule. Nilikuwa na njaa. Nilikuwa nimemaliza siku 2 bila kukula chakula. Weka chakula tu ujaze hapa, ifike hapa tu mimi nikule. Kama kuna avocado nazo ulete mimi nikule. Akasema hapana, chakula imeisha. Siende kununua nyingine kama chakula imeisha. Mimi niko na njaa kinoma. Enda ununue nyingine bwana, kama chakula imeisha nataka nikule nishibe. Sasa huyu bibi akamwangalia bwana wake akanyamanza. Upande mwingine tu tukafika hapa. Tunakuta nini sasa? Finya neno subscribe. Jamaa huyu alikuwa anaangalia mpira. Anapenda timu inaitwa Chelsea. Akaona Chelsea na Arsenal vilikuwa zinacheza bwana. Kuna jamaa fulani hapa ameingia akasema, uko aje bwana? Huyu sasa anapenda Arsenal sana. Akasema, Chelsea na Arsenal, hii match itakuwa mzuri sana. Akasema sasa go. Akasema amecheza vibaya pale bwana, amecheza vibaya. Jamaa kaangalia mpira tu. Yule jamaa aliyesimama tu na kwenda, tujue anaenda wapi, anaenda kufanya nini. Jamaa huyu tu akawa anaangalia mpira akasema, Arsenal hii ndio timu sasa. Arsenal kabisa. Mimi ni mshabiki wa Arsenal sana. Akawa tu anajiongelesha akasema Arsenal inabidi tu ipige Chelsea. Jamaa akawa anaangalia sana. Lakini mchizu alienda tu kuandalia ka juice hapa akasema, "Hebu kunywa ka juice bwana, mimi naona tu hii mpira tu aisha haraka." Kaanza kumwambia bro, wakati mimi na yeye tulikuwa tunatembea, niliwahi kununua tu hii vitu. Nataka nyuki zikuja hapa bwana. Hii juice mimi unanipatia juice ya mtoto. Mimi ni mtoto bwana. Si utafute kabia basi tukunywe. Akasema hapana, mimi siwezi kunywa hizi vitu bwana. Sasa wewe ndio kiongozi wa mimi siwezi kunywa hivi vitu bwana. Kunywa. Bibangu siku hizo aliniambia haizi mimi nikunywe pombe. Inabidi tu ukunywe juice. Ama ukunywe juice, angalia mpira bila kukunywa chochote. Lakini mimi ama utoke hapa uende. Bro akasema bro, inabidi mimi nitoke. Lakini siwezi kukunywa hii maji. Hii inaitwa juice. Tafuta kapombe bwana tukunywe tukiwa tunaangalia tulewe bwana tu. Ndio tuelewe machi na inakuaje. Akasema hapana, mimi siwezi kukunywa pombe. Unajua pombe inamaliza pesa ya wanaume. Na mimi siku hizi nimebadilika. Mimi sio level yako bro. Akasema okay, wewe sio level yangu. Lakini inabidi tu utoke hapa bwana uende ununue kapombe. Jamaa akasema hapana, tuacha niangalie machi. Mwingine akasema okay, wacha tuangalie tu. Pande nyingine tukaona tu demo alikuwa tu kwenye TikTok. Akiwa anapandisha wa followers akasema okay, finya tag. Akiwa anasema sasa mimi nimefanya harusi ndio maana sikukuja kwa hii TikTok langu. Washabiki wangu tu kuna wenye walikuja kwa harusi yangu waliona tu ni mzuri. Alianza kujitambulisha na kusema tu siku hizi ndoa iko sawa, wanangu wako sawa. Lakini akasikia kuna sauti hapa.
Akasema sasa ni nini? Ati wacha tu mimi nione kuna wenye wana sauti hapa chumbani. Naambie tu wanyamanze ndio alafu nirudi. Hapo amesimama tu na kuenda kuangalia tu akaona sasa ni nani anapiga kelele hapa nyumbani kwangu. Kukuta hapa akakuta ni wajamaa tu wakawa wanaangalia mpira wakisema go. Wakapiga sauti sana. Akasema amepiga nje bwana. Huyo amepiga nje bwana. Unaonaje tipo go. Wakacelebrate sasa wakapiga sauti. Lakini bibi amefika hapa akasema wewe. Nyinyi mnajua hapa ni nyumbani ya mwanamke. Si kama kawaida ile tu mlikuwa mmezoea. Mnakuja tu kila wakati mkatusumbua. Jamaa tunakusumbua aje bwana? Huyu jamaa sasa anakuongoza hapa ama ni wewe unamuongoza? Tunaangalia macho anakuja kupiga kelele. Unaona wasichana vile wanasumbuana. Jamaa akasema nyamanza. Unajua wewe ni bibi wangu. Ati mimi najua tu ni bibi yako umefanya na harusi lakini asitusumbue ama tuonee madrau bwana. Sisi tunaangalia match. Toka hapa. Ati hapana mimi nitoke ama wewe utoke hapa nyumbani kwangu. Wewe ndio unapaswa kutoka hapa nyumbani kwangu. Unanisikia? Huku lipia kiti, huku lipia stima, huku lipia chochote na unakuja kuangalia mpira tu. Alianza kubishana sasa na bibi wa mwenyewe. Lakini jamaa akasema hapana, usimubishie bibi wangu. Usimubishie hata kidogo. Finya neno subscribe. Bwana unamubishia vibaya sana. Hii movie sasa itaisha. Akasema bro, inabidi tu utoke hapa uondoke. Ondoka nimesema ondoka. Akasema mimi niondoke. Jua huyu msichana, huyu mrembo. Mimi niondoke bro. Na tulikuwa marafiki kabla uoe. Tulikuwa marafiki. Huyu mtakosana tu. Muda sio mrefu. Akasema okay, tukikosana hakuna shida. Jamaa akabaki tu nyumbani kwake anakuwa anamwambia kwa mke wangu, Betty, unajua anakupenda. Lakini sikuwa nataka tu nikusumbue ukiwa kwenye TikTok. Hapa amekasirika sana na kuenda haraka akiwa amekasirika. Yule jamaa sasa aliingia hapa mwenye ako na mandevu na nini, alienda tu kutafuta kazi. Upande mwingine tu alirudi hapa nyumbani, akaona tu hakuna moto akasema bro. Nimechoka bwana, nimechoka tu. Nilikuwa nimezunguka huku kabisa tu sikupata kazi yoyote bwana. Na uko wapi bwana? Mimi nasikia njaa iko karibu kuniua. Akasema lakini bwana hapa hamsemi. Kuna mtu ako hapa ndani kweli? Ni nani ako hapa bwana? Mwanamke wetu. Lakini hakuna mwenye wa kumuongelesha. Alikuwa tu anajiongelesha hapa na kupiga kelele hapa kwa boma ya mwenyewe. Lakini akaona tu hakuna mwenye anaweza msikia. Alianza kuangalia kila mara akasema, inabidi kwa hapa hakuna mtu bwana. Hakuna mtu bwana. Ni kama tu wako zao wanafanya mapenzi huku ndani lakini hataki kumuongelesha. Wanamharibia michongo. Aliingia tu hapa kikoni bwana. Akaenda kuangalia akasema, hakuna chakula kweli hapa. Hakuna hata chakula kidogo. Mbona wanaenda tu hakuna kuniachia chakula? Wanajua tu. Jamaa hapa sasa akabeba sufuria hapa, akakuja tu akiwa anakula chakula akasema, okay, chakula tu imepatikana. Haiwezi kuweka kwa sahani bwana. Amekuja tu akiwa anakula haraka na ile kijiko yake anaenda nayo kila siku. Finya neno subscribe, share, like and comment. Akasema kabla tu njaa iniue bwana. Hapa alianza tu kukula chakula mwenyewe akiwa anakula haraka. Alikula tu akasema sijui kama nitashiba. Hii chakula tu ilikuwa mabaki. Kumbe kulikuwa na nyama ndani bwana. Wakakula nyama tu akamaliza wako nipatia. Brada yangu naye tangu aoe amebadilika vibaya sana lakini mimi inabidi tu nikule nishibe. Kwa sababu hapa ni kwa rafiki yangu. Hapa sasa naye sasa akashiba tu sana. Akalala hapa sasa nyumbani. Akalala tu bila kuenda kitanda. Alikuwa amechoka sana. Hapa wao wakaingia tu wakiwa wanatoka chumbani mahali walikuwa tu wanafanya vitu zao. Wakasema bwana kama ukweli. Si ndiye alikuwa anatusumbua. Tukasikia tu akiwa anapiga tu masufuria. Akasema sasa tunafanya nini? Bwana mimi nataka nimfukuze lakini hataki kutoka hapa. Si tumwache tu. Lakini Beta akasema hapana, mimi sitaki. Inabidi atoke hapa. Akasema nisamee. Unajua wewe ni brada wangu. Tumenyonya nini moja. Na unataka tu nimfukuze? Akasema hapana. Hapa Betty sasa akaondoka zake na kuwa amekasirika sana. Akakuja hapa akakaa akasema, "Bro. Umelala hapa kweli? Bwana umelala hapa?" Sasa akasema, "Sasa mbona unataka kuniongelesha?" Kumbe jamaa anaota bwana. Anaota tu akiwa anaenda kutafuta kazi akasema, "Kazi ndio hiyo. Kazi ndio hiyo." Akaleta sufuria akasema, "Ona sasa, si umeniambia tu nipatie chakula. Chakula nani amekula? Ni wewe?" Si ni wewe amekula chakula. Si tulikuwa tunasikia tu akiwa anapiga masufuria. Chakula yote nilikuwa nimeweka hapa amekula. Hii chakula ningempatia kidogo, ingine tukaikula jioni. Lakini unaona sasa amekula. Tutakuaje sasa? Mgeni sasa anaingia jikoni na kupakua chakula tu akakula yote akamaliza. Mimi hapana. Walianza kusema tuacha tu nimupige, akasema hapana usimupige hiyo sufuria. Jamaa hapa alikuwa amelala sana kusema amechoka. Akasema inabidi tu atoke hapa. Mambo imezidi kuwa mbaya sana. Hii sasa nyumbani ilikuwa nyumbani ya furaha na amani, lakini kabla sasa huyu jamaa akuje. Lakini baada ya kuingia ameona tu ni kitu kingine. Alianza kumwamsha haraka akasema amuka. Akasema mimi nataka amuke umfukuze kutoka hapa sasa hii.
Ni kijana tu aende kujitafutia kama wengine. Wengine wanajitafutia. Mimi niko na brada wangu anajitafutia, lakini huyu siwezi kumtunza. Nimlee kama ni mtoto. Na anakula chakula langu. Mimi nitakuaje? Alamaka akasema wewe ndio unabishana. Hapa nyumbani ni kwa bro wangu. Inabidi tu nikae hapa mimi. Unajua? Nikae hapa. Hakuna mwenye anaweza nifukuza. Anipatie chochote. Akasema hapana. Utaka hapa kufanya nini? Na unakula chakula tu, unaiba chakula ya wengine. Sijakupatia chakula tu, wewe unaiba chakula ya wengine hivi na hivi. Ukasema tu utakuwa hapa ni kwa bro. Akasema hapa ni kwa bro wangu. Mimi siwezi toka. Hii movie itakuaje? Nakwambia kwa hii ni part 1. Ngojea part 2. Akasema hapana, mimi sitatoka hapa. Nimekuja kwa ajili ya kazi. Inabidi nipate kazi. Kwa sababu mimi siwezi toka nirudi huko ushago. Akasema hapana, wewe usipotoka hapa, mimi ndio nitatoka. Kwa sababu nimeona tu unanitesa kila wakati kila siku. Akakasirika sana akasema, "Okay, wewe utoke tu, lakini mimi siwezi toka." Akakasirika vibaya sana. Akasema inabidi utoke hapa. Wewe akasema sasa mbona mnapigana? Mwanamke wangu, sio nyamanze basi. Hii shida mimi nitalitatua. Jamaa hapa alianza kukasirika tu na kutaka kumpiga bibi wa mwingine. Akasema mimi naweza kupika sai. Mimi naweza kupika. Akasema okay, kama unaweza nipiga tu nipige. Nipige tu tuone. Wewe uone tu vile utakuwa. Wewe nipige. Hapa akakasirika sana akasema inabidi utoke hapa kwa sababu sitaki masumbuaji. Mimi sitaki unisumbulie tu na watu kutoka familia yako. Jamaa hapa akasema wewe nitakupiga vibaya. Nitakupiga bwana, nitakupiga vibaya. Mimi ukienda tu kuzidi kuniongelelea, mimi nitakupiga wewe na bwana wako. Jamaa sasa ameingia kwa nyumbani ya mwingine, harakini anataka kupigana. Lakini mrembo hapa ameshangaa sana akasema sasa naweza fanya nini? Akasema hapana. Mimi nataka atoke hapa kwa amani. Asipotoka hapa, kesho mimi nitatoka hapa. Akamwangalia sana na kukasirika akasema utatoka hapa. Si utoke sahi. Si utoke bwana. Akataka kumpiga kofi akasema hapana. Jamaa wake sasa akasema hapana, msipigane. Mimi nawaambia ukweli. Bro, unaweza toka hapa. Akasema hapana. Mimi wacha nikunipiga kaka bibi kako nikapike tu ndio ukatajua akili. Kakamwaga vitu chini sana akasema mimi naweza kupiga ngumi bwana. Akasema nipige uone. Wewe nipigie kwangu uone. Mimi nitakuonyesha mimi ni nani. Hautakuwa hapa kwa amani. Amekasirika sana akasema hapana. Wewe si mtoto wangu ndio ukule chakula langu. Akasema sasa unaniambia tu nikula chakula yako mimi. Chakula brada wangu. Akasema ni yako. Kama ni ya brada wako, hebu mtoke hapa mtokeni muende. Sasa nitakupikia. Akaamua akakasirika sana akasema bwana yangu mimi niwache. Sasa hapa amekasirika tu na kwenda akasema hebu enda bwana, lakini mimi sitatoka hapa. Mimi nitoke hapa niende wapi? Sasa wachana wa siku hizo amekwaje? Akasema bro, wewe si unyamanze. Unakuja kuniharibia ndoa. Akasema mimi sikukuharibia ndoa bwana. Mimi sitatoka hapa kabla miaka 2 iishe bwana. Mimi nikipata kazi ndio nitatoka hapa. Au mnitafutie kazi. Lakini mimi kuangalia tu naona hii mara yako bwana inanisautia sana ikaniambia vibati mimi na nini. Mimi naweza ipiga tu nikaifunja hivi. Ikakufa. Lakini sina draw bwana. Najua mimi hapana bwana. Huyu jamaa sasa amekasirika. Kama ni wewe mwenye nyumba unaweza fanya nini hapa? Huyu brother mkubwa sana hataki kutoka hapa. Na abishana sasa na huyu bibi wa huyu jamaa hapa. Akasema bro, mimi siwezi toka hapa. Nakuambia ukweli. Nimekukujia tu na kujana bibi yako. Kama wewe umeamua kwa mwanaume bwana, nitakaa hapa tu. Wewe tafuta chakula tukule kila kitu, mimi nitafute kazi. Nikipata kazi langu ndio sasa nitatoka hapa. Jamaa hapa amekasirika tu. Usiku hiyo ilifuata. Hapa mwanaume tu amekuja kulala akiwa anafikiria sana akasema sasa matatizo haya nyumbani nayo hayataniua tu kabisa. Lakini upande mwingine tu mwanamke wake ni kama alikuwa amelala akasema mwanamke wangu nisamee kweli, naomba msamaha. Brada yangu anakuanga vile tu, anakuanga zile vitu, lakini nipe msosi nile. Lakini mwanamke huyu akalala tu bila kuangalia tu bwana yake. Akasema mimi nakutamani kweli kimapenzi, nataka tufanye mapenzi. Akamsasa akasema hapana, nimekuambia nyamanza. Mimi kama nimesema nyamanza, inabidi unyamanze. Haya mapenzi ya leo sikupatii kila kitu. Akasema nipatie ukweli, nimebaniwa bwana. Haki niko na choto, nipatie bwana. Akasema hapana, nimekuambia nyamanza. Sikupatia hata kitu kimoja. Ulinioa mimi tukafanya harusi, lakini uko yule jamaa fulani ameingia hapa unasema ni brada yako. Akasema hapana, mimi nitamfukuza lakini siku ya leo usinibanie. Haki kweli nakutamani sana, nakutaka kimapenzi. Nataka tu unipatie. Kaanza kumpiga akasema hapana, usinishikashike. Akaangalia tu nini yake akasema nisaidie basi. Nisaidie siku ya leo. Akasema hiyo mambo haiwezekani. Inabidi ufukuze yule jamaa fulani hapa. Upande mwingine hapa akawa anamwongelesha akasema jamaa, mimi naona tu ni kama tu naona kuna vitu zinaanza tu kunisumbua hapa nyumbani. Nikaona tu hizi vitu siwezi simamisha. Ni kama zinakaa vita hivi na hivi. Inabidi tu utoke hapa. Akasema hapana, mimi sitoke hapa bwana. Hata ulete bibi yako, mimi sitoke hapa bwana.
nitoke hapa kwenda wapi bwana? Akakasirika vibaya sana, akasema mimi sitoke hapa. Kufika kitandani nayo tunakumbuka kwamba kwa ni vita. Lakini jamaa fulani hapa akakuja tu akiwa anakunywa kitu, akawa anaongea naye sasa, akasema sasa unaonaje? Kama vile nilikwambia ile siku. Mwanamke wako wewe hakukuwa anataka tu tukunywe vitu. Mbona hakukuwa anataka tukunywe vitu bwana? Pale nyingine tu tukaona yule mwanamke wake saa akiwa anaongea na simu, akiwa anaongea na marafiki yake. Inaonekana tu kwa anakuanga na marafiki mengi, akasema okay, kama unakuja Sunday wewe kuja tu, hakuna shida, mimi nitakuwa, bwana yangu atakuwa. Ni nani anataka kuja kumtembelea? Hatujajua ni nani. Lakini kusikia hapa nyumbani akasikia kuna watu wanapiga kelele. Lakini akamuuliza sasa mbona wanapiga kelele hapo, ni wanani? Akasema ni marafiki na bwana wangu amekuja tu kumtembelea. Atiwe kama unataka tu na leo tu unaweza kuja tu, sio lazima tu ngojee Sunday. Unaweza kuja hadi saa hii kwa sababu mimi nakumisi sana. Lakini unaniona tu vile nimekuwa mlema. Kumbe alikuwa anaongea tu kwenye video WhatsApp. Lakini akasikia tu kuna sauti zinasikitika hapa nyumbani. Na kusikia tu mwenye anakaribisha tu anapiga ododi haraka. Aliendea tu kumuona, kaona tu ni jamaa fulani yule alikuwa anaongea tu mwanzo wa movie. Kasema wow, umefika. Sasa hii movie yetu imeishia hapa. Finya no subscribe. Ngoja part 2.